الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ratiba yetu tuna darsa ya al-jawhar al-naqi al-multaqat min ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na leo biidhnillah al-karim tutazungumzia machache katika hadithi ambayo tulishawahi kuisoma huko nyuma, kisha tukabakisha sehemu ya maelezo katika hadithi hiyo, nayo ni ile hadithi inayojulikana kwa jina la hadithul jariya, hadithi ya yule mjakazi mtumwa wa kike ambaye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuhoji akamuuliza aina Allahu. Hadithi ile inahitaji ufafanuzi. Tulitoa sehemu ya kwanza, imebaki sehemu nyingine, lakini katikati pakaingia maneno ya faida kutoka kwa baadhi ya wanazuoni wa ahli sunnah wal jamaa, na Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Maneno yale tukaona ni ya faida, yanatufaa katika safari yetu ya ilmu na maisha yetu ya kawaida. Na pia leo insha Allah tutagusia kitu katika maneno hayo ya faida, lakini baada ya hili la hadithi kukaa sawa. Hadithul jariya ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, na sisi tumeitaja hadithi hii kwenye kitabu at-Tauhid, kwenye juzu ya kwanza ya kitabu chetu hiki al-Jawhar an-Naqi, kwenye kitabu at-Tauhid ambayo ni hadithi ya 18. Tumeitaja hadithi hii chini ya mlango babu min al-iman ithbatu uluwi Allah subhanahu wa ta'ala ala arshihi. Sahih Muslim kwa waislamu hasa wa ahli sunnah wal jamaa ni kitabu cha pili kwa usahihi miongoni mwa vitabu vilivyotungwa. Tukiitoa Qur'ani, si kitabu kilichotungwa na wanadamu, tutazungumza vile vitabu ambavyo wanadamu wamevitunga. Sahih Muslim katika Uislamu iko daraja ya pili, yani kitabu cha pili kwa usahihi, ambapo cha kwanza ni kitabu Sahihul Bukhari, al-Jami' as-Sahih, na pia al-Jami' as-Sahih. Kitabu cha al-Imam al-Bukhari kwa daraja kinafuatia Imam Muslim, kitabu cha Imam Muslim kwa usahihi. Kisha kitabu cha Abu Daud as-Sunan, kisha al-Jami' at-Tirmidhi, kisha an-Nasa'i sunan yake, kisha sunan ya Ibn Majah. Wanazuoni wanavipanga vile vitabu kwa namna walivyovidurusu na kuyatazama yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo hili lazima litupitikie katika akili zetu. Na Imamu Muslim ni katika immatud dunya, wanazuoni wakubwa katika ulimwengu huu, hasa katika elimu za mapokeo ya mambo yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alikuwa ni bingwa
mtaalam, mbobezi katika jambo lake, kiasi ambacho wanawazuoni wa Kiislamu wameafikiana, wanawazuoni wa Kiislamu wameafikiana juu ya kuwa vile vilivyomo katika vitabu hivi viwili ni vitu vya kukubaliwa, isipokuwa maneno machache sana, vitu vichache vidogo vidogo tu, vichache ndivyo ambavyo pana vimekosolewa basi. Lakini maneno au hadithi zilizomo katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, wanawazuoni wamezipokea hadithi zao kwa kuzikubali na wala hakuna mpinzani, isipokuwa mambo machache tu. Katika hizo chache ambazo zimekosolewa na wanawazuoni tangu wakati huo mpaka kusema kwangu huku, herufi chache au maneno machache yaliyokosolewa, hadithi hii ya Al-Jariya haimo, bali ni katika hadithi zilizokubaliwa. Ukitafuta maneno ya wanawazuoni, ukipekua, Imam Muslim amefariki mwaka 261 Hijiria, na leo tuko 1447 Hijiria. Kwa hiyo kwanza katika ile miaka 447 toa 261, alafu kuna 1000 nzima kumebakia. Utapata wakati na miaka iliyopita tangu kutungwa kitabu hiki ni siku nyingi sana. Pamepita wanawazuoni wengi sana katika miji mbalimbali, wamekidurusu kitabu hiki wakakikubali. Kile ambacho likiona kwamba hiki kidogo, hapana, kama kina Imam ad-Daraqutni wakaandika baadhi ya vitabu kutia kidogo dosari katika yale waliona kwamba ni dosari, na waliofuatia waliyatia dosari walioyaona, lakini hadithi hii sio katika hizo. Kwa hiyo karne ya 3 ikapita, karne ya 4 ikapita, karne ya 5 ikapita, karne ya 6 ikapita, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14, mpaka sasa tuko karne ya 15, 47 wa 400 baada ya 1000 min al-hijra, karne ya 15. Wanawazuoni wote kimya wamekubaliana kwamba hadithi hii ni katika hadithi zilizothibiti katika Sahih Muslim, haina mjadala. Pameeleweka. Baadhi ya wanawazuoni kwa sababu ya mirengo yao ya kimadhehebu wakajaribu kuitafsiri hadithi ili kuitoa katika ile maana ambayo inapingana na ule msimamo wao. Lakini hakika hasa hadithi hii ni katika hadithi zinazothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake, juu kabisa ya viumbe wake, ndiko mahali aliko. Na neno aina alilotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza yule jaria, yule mjakazi, aina katika lugha ya Kiarabu maana yake ni wapi, ni neno lililowekwa kuulizia mahali. Ukimuuliza mtu aina taskunu, kwa maana unataka kujua anaishi wapi. Aina tadhhab, unakwenda wapi, unataka kujua anapokwenda mahali. Aina alkitab, kiko wapi kitabu, unataka kujua kitabu kiko wapi, mahali kilipo. Aina alqalam. Na neno hili lilithibiti kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule jaria. Kama ingekuwa ni muhali au ingelikuwa ni ukafiri kuulizia mahali alipo Allah, kwa kuwa hana mahali, asingethubutu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuliza kitu hicho. Si kuuliza tu alafu ajibiwa.
kisha akubali. Sasa miaka ya karibuni hapa ndipo palipoanza maneno, wamejitokeza baadhi ya watu, takriban watu watatu ndio walioanzisha jambo hili. Mmoja akamfuata mwenzake, kisha wakafuatia wengine. Kuna mtu anaitwa Muhammad Zahid al-Kauthari, sufi mkubwa Ash'ari. Muhammad Zahid al-Kauthari, huyu ndiye mtu wa kwanza kuitilia shaka hadithi wal-Jariya. Sufi mkubwa kabisa. Ukitaka kujua habari zake, chukua kitabu kinachoitwa Sharh al-Aqidati at-Tahawiyya, chapa ya Daru al-Fikr al-Islami, sikumbuki, lakini ile yenye tahqiqi ya Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, Sharh al-Aqidati at-Tahawiyya, ambayo imehakikiwa na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Alafu soma ule utangulizi wake pale, utamjua nani Muhammad Zahid al-Kauthari. Sheikh al-Albani anamzungumzia yule mtu, msome kidogo, soma ile maneno kwa insafu, alafu uyaache ukiona hayakufai. Lakini maneno ya kielimu, kwa mtu mwingine anaweza kusoma maneno ya kielimu akawa hayataki tu, lakini wewe asome tu umjue huyu mtu ni nani. Muhammad Zahid al-Kauthari, Zahid min az-zuhd. Kisha akafuatiwa na mtu mwingine akiitwa Abdullah as-Siddiq al-Ghumari. Siddiq al-Ghumari, Abdullah as-Siddiq al-Ghumari pia naye akamfuatia katika hili, katika kuitia shaka hadithi hii na kutaka kuikosoa hadithi hii juu usahihi wake. Hawa pia wakafuatiwa na mtu mmoja akiitwa Hassan Ali Saqaf, katika watu wa zama za sasa, na wote ni katika mrengo wa hao jamaa. Wakaizungumzia hadithi hii na kuitilia shaka kwamba kama vile haikuthibiti. Sisi kwa upande wetu Ahlus Sunnah wal Jamaa, mtu akizungumza maneno kielimu akaleta hoja za msingi, akatumia kanuni za kisheria zinazokubalika katika kulizungumzia jambo, kama njia aliyotumia na jambo alilofanya ni sawa, sisi huwa tulikubali kwamba kweli haki ni hii, na lile tulikuwa tumelisimamia makosa. Kama mtu amezungumza kwa insafu kabisa na kwa ilmu na amefuata kanuni zinazotakiwa za kielimu katika kujadili na kupembua hoja, akachambua zile hoja, akafanya upembuzi, akatengeneza hoja yake, akajenga hoja vizuri kabisa, akamonyesha makosa na akaionyesha haki, yani usawa uko wapi na makosa yako wapi. Sisi ni haki yetu kukubali haki bila kuangalia huyu ni mzungu au ni Mwarabu au ni Muhindi au ni Mwafrika au vyovyote itakavyokuwa. Tuangalie sisi, tuangalia zile hoja alizozileta, na hiki ndio kitu ambacho tunatakiwa sisi tukifanye. Sasa mabwana hawa, pamoja na kwamba hawakuona haya kuwa kabla yao katika aima wakubwa wametangulia kwa miaka mingi, hakuna aliyetangulia katika jambo hili, hawakuona haya wakalizungumza jambo hili na wakaitilia shaka hadithi hii. Pamoja na hivyo, sisi tunaona kwamba iko haja kuwatazama na kuwasikiliza wanasemaje, kwa sababu hii hadithi katika wanawazuoni walioisahihisha ni Imam Muslim mwenyewe, lakini pia al-Imam al-Bukhari kabla yake, na ametaja katika khalq af'al al-ibad baadhi ya sehemu ya hadithi kaitaja, na pia katika walioisahihisha na al-Imam Ibn Abd al-Barri al-Andalusi, kadhalika al-Imam al-Baghawi. Al-Imam Ibn Abd al-Barri katika kitabu chake al-Isti'ab kwenye juzuu ya 3 kurasa wa 383, al-Imam al-Baghawi Muhyi Sunna
katika kitabu chake Sharh as-Sunna kwenye juzuu ya 3 ukurasa wa 239 katika waliosahihisha hadithi hii. Kadhalika al-Imam Ibn Qudama katika kitabu chake Ithbatu Sifati al-Ulu katika ukurasa wa 47. Al-Hafidh al-Imam al-Dhahabi kwenye kitabu chake alichokiita al-Ulu, maarufu kitabu al-Ulu, al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Al-Imam al-Dhahabi Muyasiru A'lam an-Nubala amesahihisha hadithi hii katika kitabu al-Ulu ukurasa wa 14. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani amesahihisha hadithi hii katika Fathul Bari juzuu ya 13 ukurasa wa 359, na wengi katika wanazuoni wa hadithi wamesahihisha hadithi katika karne tofauti tofauti. Wanaona kwamba hadithi hii ni sahihi. Itabaki sasa mwingine kafanya tawili, yule kafanya vile, lakini hadithi hii ni sahihi, haina shaka ndani yake, imethibiti. Sasa hawa wenye kutia shaka hawa, hoja yao ni ipi? Wao katika hoja zao wanasema hadithi hii ni muttarib. Hadithi ni muttarib, hadithi ina mpapatiko, hadithi inajigonga gonga, ina mgongano na hadithi nyingine. Hapa ndipo nipotaka kuzungumzia. Wasema kuna hadithi nyingine na riwaya nyingine zimekuja kuonyesha kuwa kuna utofauti na vile alivyonukuu sahaba Muawiya ibn al-Hakam. Huyu mpokezi wa hadithi al-Jari aitwa Muawiya ibn al-Hakam radiyallahu anhu as-Sulami. Yeye kapokea tofauti kwenye lafdhi lake na tamko lake. Sahaba huyu anatuambia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule mjakazi, mtumwa wa kike, alimuuliza aina Allah, Mungu yuko wapi? Allah yuko wapi? Lakini ambapo kuna riwaya nyingine kutoka kwa maswahaba wengine zimekuja kwa lafdhi tofauti, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule jaria man rabbuk, akumuuliza aina Allah. Ambapo riwaya nyingine pia zimekuja zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza yule aljari atashhadina an la ilaha illa Allah, je, wewe washahadia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Hilo ndio swali lilomuuliza yule aljari, na sio aina Allah. Kwa hiyo hizi riwaya nyingine zinagongana na riwaya hii, unafahamu? Kwa hiyo kama kuna mgongano, basi haifai kufanya hoja. Hapo lazima tutie nguvu upande mmoja. Ipi ilikuwa sanii ya Mtume na kazi yake na mwenendo wake pia katika kuuliza watu? Je, kuna hata siku moja alimuuliza mtu aina Allah? Mbona kamuuliza huyu jaria? Natajwa riwaya nyingine kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza huyu hivi, alimuuliza yule vile, akamuuliza yule vile, lakini hakuna neno aina Allah. Kwa hiyo hadithi hii imeanguka. Naelewa? Sasa hapa pana mambo mengi, mimi nataka nizungumze maneno machache tu. Kwanza, nasaha kwa watu wa aina hii ambao wameghurika. Maneno haya kama tuliposema yameanzishwa huko na kina Muhammad Zahid al-Kauthari, lakini Abdullah Siddiq al-Ghumari, wakafuatwa na Hasan al-Saqqaf, kisha makhurafi wote wakafuatia katika hili, wakakubali, wakaona maneno yaliyozungumzwa ni maneno ya sawa. Hawakutaka kutafiti wala kutaka kujua wala chochote, wala hawakutaka kuuliza. Kanuni zote za dini wakazitupilia mbali, wakachukua maneno haya kama ilivyokuwa ada yao katika mambo mengi tu, mambo ambayo yanawaunga mkono wao, basi haraka haraka uyachukua. Nitatoa mfano baadhi ya mambo, lakini katika tabia walionao ni hiyo, haraka haraka. Hawana utafiti wote wa mambo ya hadithi, hawana, wanafuata tu. Sagafu kaandika hivi bwana, kamkosoa Albani kweli kweli. Kamkosoaje? Kasahihisha, kuna hadithi nyingine kazisahihisha huku, mara kule kazidhoofisha. Yani maneno yazungumza Sheikh kusema hapa ni kadhibu tupu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sagafu kaamua kusema uongo, fastakhaffa qaumahu fata'uhu,
amewafanya wapumbavu watu wake na wao wakamtii. Lakini ukisoma Tanaqudhat al-Albani cha Saggaf ni uongo mtupu kwa mtu anayejua elimu ya hadithi. Nimeandika kwenye kitabu Wailul likulli afakin athim mifano katika hili. Nimeandika kwenye kitabu hiki Wailul likulli afakin athim, nimeandika mifano ya uongo ambayo Saggaf amemzulia uongo Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Tanaqudhat al-Albani. Taja mifano kama taja vitu kama mfano kuonyesha hao jamaa namna usivyokuwa na amana. Wao hawana cha kusema, waseme chochote, wakaa kimya tu kutazama tu hivi. Akikaa kama kasahau wasema wasikia Saggaf alivyokosoa Albani. Kumwambia haja mkosoa, amesema uongo. Kuna hivi, akaa kimya. Siku zikipita arudia tena vile vile. Sasa hii ni tabia, wengi wao wako namna hiyo. Masala ya hadithi wao mbali kabisa. Sasa tukirudi katika hili, tuwakumbushe tu kwamba ukienda katika ilmu ya usul al-fiqh, ilmu usul al-fiqh ilmun adhim min ashraf al-ulum. Najua nani mtu wa kwanza aliyetunga kitabu mustaqil cha ilmu hii? Al-Imam al-Mubajjal Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Sasa wao ukiwasikiliza wakati mwingine utaona kama vile waijua sana usul al-fiqh, kumbe wanaviji ibara fulani hivi wamevihifadhi, akisimama hivyo kuwatishia watu ambao hawajasoma. Maana sasa hivi imekuwa ndio elimu hiyo, mtu anaweza kuhifadhi maneno yake mawili matatu ili akawatishie watu kwenye hadhara, utaona kwamba labda ajua kweli kweli. Ukija kwenye tathbiki sasa na uhalisia na vile anavyofanya, utakuta ni mtu hana misingi katika hilo ya kueleweka. Sio dharau, tazungumza uhalisia. Kwa nini? Kwa sababu haya. Sasa katika elimu ya usul al-fiqh kuna milango maalum imewekwa, kama mlango wa taarudh al-adilla. Sawa? Hizi dalili hizi za kisheria, alkitab sunna, wakati mwingine dhahiri yake kama zina mgongano hivi, kama kuna ittirabi hivi. Tunaona aya hii yasema hivi na ile yasema vile, mbona kama kuna mgongano hivi? Au hadithi hii yasema hivi na hadithi ile yasema hivi. Sina haja kutaja mifano sasa, lakini hilo jambo lipo na wao wanalijua, na milango kama ipo kwenye vitabu vya elimu ya usul fiqh. Tumefahamu kwa kama mambo haya yapo, utaratibu wake sasa. Je, utaratibu wake ukoje? Mfano, imetokea hadithi fulani na hadithi fulani za suguana, za gongana, hii ni am na hii ni am, za gongana katika masala, au hii ni khas na hii ni khas, au hii ni am katika wajhi na ni khas katika wajhi mwingine, alafu hadithi nyingine ni am katika wajhi na ni khas katika wajhi mwingine. Tariqul aljami au masaliki zinakuwaje pale? Kitu gani cha kutanguliza mbele? Haya mambo pia ameyataja al-Imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala katika kitabu Tadribu Rawi. Inapotokea kuna masala yamedhihiri kama vile kuna taarudhi baina ya adilla, akaweka njia za kupita na masaliki zake. Lakini jambo la kwanza kabisa ambalo wewe utakiwa ujiulize, na ndilo ambalo pia katika hayo wanawazuoni wameyasema, je, inapotokea hadithi sahihi iliyokuwa katika a'la maratib as-sihha ikigongana na hadithi dhaifu, je, ni kweli yafaa kuigonganisha hiyo na kuipa nguvu hadithi dhaifu? Ni sawa? Nifahamu. Ukirudi katika kanuni na maelezo wanayotoa na wazuoni kwamba hapo hakuna uwiano kabisa, hakuna uwiano. Huwezi kuipambanisha hadithi sahihi na hadithi dhaifu, bali hata sahihi na hasan huwezi kupambanisha. Bila shaka sahihi itakuwa iko juu na ina nguvu kuliko hasan, kama zikiwa zagongana kiasi ambacho haiwezekani kufanya jamu. Hakuna imkani ya jamu, aljamu ghairu mumkin.
wala haikujulikana almutaqaddim walmutaakhir, ipi imetangulia ipi imechelewa, ili tuangalie kwamba almutaqaddim kuwa ndio ni mansukh na mutaakhir ni nasikh. Tumefikia wakati wa kufanya tarjihi sasa. Je, ni haki kuipambanisha hadithi sahihi iliyo ndani ya kitabu sahihi katika vitabu ambavyo talaqatil ummatu bilqabul, umma umepokea yale yaliyomo kwenye vitabu hivyo kwa kuvikubali, upambananishe na maneno mengine yale kwenye vitabu vingine ambao usahihi wake una matatizo? Ni sawa? Bi ayi aqlin wa bi ayi dinin, ni kwa akili ipi na kwa dini ipi afanya namna hiyo? Sasa kwa ufupi, hizi riwaya nyingine zote ziko nje ya sahihi mbili. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu riwaya nyingine zote zilizobakia la taslam min almaqal, hazisalimiki na maneno, kwa hiyo haziwezi kufanyia mukawama hadithi hii sahihi. Insha Allah mara nyingine nitakuja kuufafanua msingi huu kwa mfano. Kwa mfano, hadithi hii lafdhi hili liko mahali fulani na ila yake ni kadhaa, na hii kwenye mahali fulani na ila yake ni kadhaa. Sasa wao walichokifanya ni hivyo, yani walichokifanya hawa mabwana hao wa kisufi wa kikhurafi, wamechukua hadithi dhaifu wakagongamanisha na hadithi sahihi. Tena wala hawakutaka kufuata zile masaliki za kufanya jamu, kwamba basi aljamu huna mumkin, inawezekana aliuliza hivi alafu yule mwingine akamuuliza vile, inawezekana kila mmoja akamuuliza kwa namna yake, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa maswali la aina moja anaulizwa, lakini kila mmoja anamjibu kwa ile hali yake. Ni amali gani iliyo bora zaidi, afdalul fadhaili ni ipi, kila mmoja amjibu vile alivyo. Usemi kwamba hii ni ittirabu au hii ni tanaqub. Laiti wangepita katika maslaki hiyo kwanza kufanya jamu, wangekuwa wamefanya insaf. Ikishindikana jamu, basi wafanye tarjihi kwa njia ambayo yafaa, ambayo wanawazuoni wamekubaliana kwamba hiyo ndiyo njia ya kuhuianisha na kutia nguvu moja juu ya nyingine. Lakini kutumia matashi na mapenzi ya nafsi katika kuhukumu mambo ya dini, hiyo ndio alhawa biaini, itibau alhawa, kufuata matamanio ya nafsi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nimeona nitangulize maneno haya tu katika jambo hili. Mmenielewa ninachokisema eh? Naam. Mazungumzo haya insha Allah tuliyoyaleta kwa wakati huu kuhusu hadithul jariya tutaendeleza mara nyingine biidhnillahi alkarim, kidogo kidogo, ili ipate kueleweka zaidi. Lakini pia kwa wale asatidha na tulabu alilmi ambao ni mustafidun, wanaweza kulitazama kwa undani zaidi swala hili, wakapata faida na wao, kurejea wakasoma wakapata faida zaidi. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.